Kitabu cha Yohana Mtakatifu sura ya kwanza nianze ule mstari wa 29. Yohana Mtakatifu sura ya kwanza nianze ule mstari wa 29. Siku ya pili yake amwona Yesu anakuja kwake, akasema, tazama mwana-kondoo wa Mungu achukuaye dhambi ya ulimwengu. Huyo ndiye niliyenena habari zake, ya kwamba yuaja mtu nyuma yangu ambaye amekuwa mbele yangu, kwa maana alikuwa kabla yangu, wala mimi sikumjua, lakini kusudi adhihirishwe kwa Israeli, ndio maana mimi nalikuja nikibatiza kwa maji. Tena Yohana akashuhudia akisema, nimemwona Roho akishuka kama hua kutoka mbinguni, naye akakaa juu yake, wala mimi sikumjua, lakini yeye aliyenipeleka kubatiza kwa maji, huyo aliniambia, yeye ambaye utamwona Roho akishuka na kukaa juu yake, huyo ndiye abatishaye kwa Roho Mtakatifu. Mwambie mwenzako, huyo ndiye abatishaye kwa Roho Mtakatifu. Mwambie tena, huyo ndiye abatishaye kwa Roho Mtakatifu. Bado hujanielewa? Sema tena, huyo ndiye abatishaye kwa Roho Mtakatifu. Mwambie mwenzako tena, mtikise kama hajaelewa. Mwambie, huyo ndiye abatishaye kwa Roho Mtakatifu. Mtikise mara mwisho, mwambie, huyo ndiye abatishaye kwa Roho Mtakatifu. Kitu ambacho Yohana alikifanya, alimtambua aliye naye na alijitambua yeye. Yohana alijua uwezo wake. Yohana alijua aliye juu yake. Yohana alijua aliye ndani yake. Yohana alijielewa kwamba nina uwezo, lakini uwezo wangu una mipaka. Yohana alitambua kwamba ana uwezo, anabatiza kwa maji, anabatiza kwa maji, lakini Yohana akasema, yuko mtu ambaye yeye abatizi kwa maji, yeye anabatiza kwa Roho Mtakatifu. Mwambie mwenzako, Yesu abatizi kwa maji. Mwambie tena, Yesu abatizi kwa maji, anabatiza kwa Roho Mtakatifu. Mwambie, Yesu anabatiza kwa Roho Mtakatifu. Na niko hapa nikupe neno moja, kwamba utakapomtambua na ukajitambua kwamba ndani yako kuna mtu anabatiza kwa Roho Mtakatifu, yuko mtu ambaye anabatiza kwa Roho Mtakatifu. Sehemu moja Yohana aliwaambia watu, wakati anaulizwa akasema, wewe ni nani? Yohana akasema, mimi ni sauti ya mtu aliye nyikani. Yohana alitambua identity yake. Yohana alijua utambulisho wake, kwamba ni mtu aliye nyikani. Alijitambua yeye ni nani. Wakati wanamuuliza wakasema, wewe ni Elia? Akasema no. Wanauliza, wewe ni yule ajaye? Akasema no, mimi ni Yohana ninayeishi nyikani. Mimi nakaa nyikani, ni sauti ya mtu aliye nyikani. Ukijitambua wewe ni nani, kuna mambo utayafanya tofauti. Ukijitambua ni nani, performance yako ya shule itabadilika. Kwenye ulimwengu wako wa kiroho utakuwa mtu mwenye matokeo, maana umejitambua ni nani. Kinachokukwamisha ni kwa sababu bado hujajua ni nani. Ukijua ni nani, viwango vitageuka. Nilimjua Yesu kidogo, nilipomtambua Yesu, maisha yangu yakachange, identity ikachange, mwondoko ukachange, tabia zikachange. Watu wananiuliza, mbona umetoboa? Nawaambia, sio mimi, ninamjua aliye ndani yangu, ananisaidia. Ukimjua Yesu aliye naye, ukijua wewe ni nani, utatembea kwa ushindi na kwa matokeo. Mwambie mwenzako, jitambue kwa jina la Yesu. Anasema yeye atabatiza kwa Roho. He baptizes you by Spirit. Atabatiza kwa Roho. Nataka leo ubadilike. Ndio ubatizo kwa Roho bado. Leo jitambue ama kubatizwa kwa Roho. Kuna maisha ya maigizo unayo. Ukijitambua kama mtoto wa Mungu, ukijitambua kama chuma cha Bwana, ukijitambua kama muombaji, ukijitambua kama shujaa wa Injili, ukijitambua kama kifaa cha kimbingu, hautatembea kawaida, hautaishi kawaida, hautakaa kawaida, hautakaa kawaida. Jitambue kwa mshahara, badilika kwa jina la Yesu. Ukijitambua hautaomba kidogo, my friend. Wanaojitambua waombaje kidogo. Ni prayer marathon, wanaonguruma muda wote, wanaotambua maisha ya kiroho. Yuko mama mmoja anasema, kama unaishi Afrika na uombi, my friend, wewe ni yuko bahati mbaya, una hatari ya maisha. Wanaojitambua wanabeba vitu katika roho. Wanaojitambua wanaweza kujipa na ratiba ya maombi binafsi. Wanaojitambua wanamlingana Bwana bila kulazimishwa. Nataka kuonyesha leo mnakaseta, mtambue Mungu yena. Lakini tambua wewe ni chombo cha Bwana. Tambua wewe ni hekalu
Mtakatifu, tambua wewe sio danguro, tambua wewe sio masturbation, tambua wewe sio ushoga, tambua wewe sio ulevi, tambua wewe sio zinaa. Wewe ni moto. Tell your neighbor, I'm the fire. Msiende kwa spidi sana. Tell your neighbor, I'm the fire. I am the fire. I am the fire. Nikitembea ni moto, nikikaa ni moto. Hata nikwambie, mimi hata mahali popote dada alikuwa weki mkono kwenye bega langu, alikuwa anambia, oya, umeweka nini hapo? Hebu toa haraka. Nilijitambua mapema. Mimi sijawahi mwagi dada, yaani eti nimkumbatie, wao dada fulani, wewe my friend, wewe wapi? Na mimi mwili wangu ulikuwa moto, tenda yangu moto, kaa yangu moto, maisha yangu moto, hubiri yangu moto, kutembea kwangu fire. Tell your neighbor you are the fire. Kuna baridi ziko huku. Tell your neighbor you are the fire. Mwambie mwenzako you are the fire. Mimi nilikuwa kwenye kwaya moja kanisani. Mabinti akafunguka akasema, baba, tatizo lako ni moja tu. Unapenda shule na unampenda Mungu. That is your problem. Nikamwambia, very good problem. I like this. A very good problem. I'm a problem kwa sababu nampenda Mungu, napenda shule. Kwa hiyo tatizo kwao. Nikamwambia, good. Kama tatizo ni hilo, let me live with my problem. Nikachagua lile tatizo, nikalipenda tatizo, nikatembea na tatizo. Mwambie mwenzako nina tatizo, mtumisha na matatizo. Hebu tell your friend, mwambie mtumisha na matatizo, na matatizo yake ni moja, anampenda Yesu, anampenda Roho, amechanganyikiwa na Roho, amefukuzwa na Roho. Very amazing. I love my problem. Napenda matatizo nilionayo. Napenda matatizo nilionayo. My friend, sijaivuka kwa njia zangu au kwa bidii zangu. Kila hatua nimetembea ni moto. Maisha yangu yote ni moto. Kaya yangu yote ni moto.